Pia nashukuru sana kwa kuniinvite hapa siku ya leo. Kwa majina ni Wesley Bunga. Niko mwanafunzi hapa Mount Kenya University. Nilikuwa nasomea business, nimemaliza shule. Tuko huku nje sasa tunapambana na maisha. Yaani unajua mademo siku hizi, dema nataka umpigie simu asubuhi. Dema nataka saa 5 muulize, saa 7 muulize kama amekula lunch. Usiku tena lazima umpigie simu muulize ameshinda aje. Unaona sasa kitu kama hiyo mtu kama mimi siwezi fanya. Mimi tukishaongea once ni hivyo. But I think me relationship ama hiyo communication haifai kuwa ati juu ninafanya kwa sababu ni role ama ni like nakwambiaje nafaa kufanya juu kwa committed. Haifai kuwa committed, like inafaa kuwa iko tu like kitu ina flow tu, una feel umemiss call hiyo time umemiss. Sasa msikwetu mna set time ati mbona hujanicall saa 6, mbona hujanicall asubuhi, mbona hujafanya hii. As long as you're dating and you trust someone, I don't think kama kutakuwa na issue. Sasa unaona last year kuna dem nilikuwa tumeanzanga na yeye tu hivyo. Ilikuwa inaenda tu vizuri. Sasa hiyo hapo kwa communication ndio iliharibu kabisa. Mimi kwa communication. Did you feel heartbroken? How did you feel about that? Sikuwagi heartbroken. Unajua hizi heartbreaks mtu kama mimi sema ukweli, si ulimpenda? Hatukuwa bado ile ya nini ati tumeingiana ndani kabisa. Ilikuwa ni ile bado tuko talking stage, like but tulikuwa tumeshaenda a step further. So tulikuwa tumemalizana na mambo ya talking stage. Tulikuwa tunaanza sasa. Unaona ile sasa ndo mnaanza. Then hii communication ndio ilikuja ikaharibu. Sasa mimi ule alikuwa ni msichana nataka. Alafu unajua siku hizi ukina sema kama mwanaume unaenda kudate dem mwenye alikuwa heartbroken in the previous relationship. Msichana anakuwa very insecure. Kisha anakuletea hizo insecurities. Sasa huyu alikuwa na past relationship ilikuwa ni mbaya. How long do you feel like mtu anafaa kuheal so that asonge mbele? Anafaa kuheal after how long a date tena? I think healing process haina timeline. Ni ile tu ni wewe mwenyewe ukifeel uko comfortable then unaweza anza, lakini kama uko comfortable tena unajipatia tu time wewe mwenyewe. So in short, watu wanafaa kuwa honest with themselves, like start with first be honest with yourself. So usidanganye msee ati umeheal kumbe unataka tu mtu fulfill emotional yako. Ile void yenye uko nayo kwa akuje aijaze. Kuna vitu unrealistic yenye sisi Gen Z tuna expect kwa relationship. Ni vitu kama gani hii, like maybe zenye tu unaona like for sure this is very unrealistic, you don't expect msee kufanyia hii na hii. Si ni kama tu hata ukiingia kwa hizi campus. Dema anaona tu vizuri wewe na yeye ni wanafunzi mko the same level. Kisha msana nataka na expect mkiwa kwa relationship na yeye, wewe anakugeuza umekuwa kama baba yake. Anataka umlishe, anataka umpeleke sijui ati kama wewe nails zikisijui nataka kama mwende mtengenezwe nails every now and then. Kuna msana alikuwa tunaagi mimi na yeye ati zile responsibilities zenye wasichana wanakonga wamewekewa wanaume in a relationship. Yaani unageuza boy ni kama sasa ni baba yako, unaona? Sasa na hizo expectations zenye wasichana especially nyinyi wasichana mnakonga nazo kwa wanaume zinakonga very unrealistic. Yaani unageuza boy, tena boy mwenye unajua mimi nashangaga how you girls mnakonga very comfortable. Who expect such things from a guy you just met. Mmeanza tu relationship. How ni comfortable are you? Who expect mwanaume akutengeneze nails, akubaie sijui nini, na mmekuwa like maybe you're just like 1 week into the relationship. Hiyo si ni kitu kingine very ina mind blowing, inashangaza mtu sana bana. Yaani mimi sina tumepatana tu na yeye juzi. Kisha unanigeuza baba yako, how? Naona it makes sense. Wanaume nao ile shida tunakonga nayo, expectations za wanaume kwa madem. Boy anataka patane na dem leo, alale na yeye hiyo usiku jioni. Really? Na unaona si mimi naonanga sipo wajua hauwezi patana na msichana leo. Kitu kai bila. Kwani relationship inaweza work bila nini? Intimacy. Hapana. From where I sit, haiwezi. In today's world, haiwezi. Mimi nakwambia na nasema kitu yenye najua. Oh my goodness. So mtu anaweza kadampiwa kwa sababu haja fulfill
Haujasikia hizo story? Someone's desire. Okay, nimesikia, but I wanted to know more about that. Zina nini ideally sex haifai kukuwa nini ati relationship haifai kuwa built on sex. Unaona? Kama tunafaa tukue realistic, honest with each other. Okay. But kwa hii life yenye tunaishi saa hizi haiwezi. Ukikaa nini, ukikaa like hata sikukaa hata si hata muda mrefu. Ukilalisha unagongewa ama msana na kutoka. You believe, so why don't you just trust someone? Unambelieve ni sawa. Why don't you, okay, mbona watu hawataki healthy relationship? Okay, in short, acha nikuulize. Unaonaje hii issue ya healthy relationship? Can people establish healthy relationship? And what is this healthy relationship according to your perspectives? A healthy relationship ni lenye first of all mnaheshimiana. Kuna communication. Na ile una respect boundaries za mwenzako. Unaona? Ile yenye unajua huyu nikifikisha hapa hata anania huwa afurahi. Sasa unajua unakuwa na limits. Both sides, see at on the side of the guy ama on the side of the lady, both ends. Yeah, even though a healthy relationship inaweza kuwa na trust. Because kitu kama kitu ni need, kitu naona healthy relationship inafaa kuwa na trust. Relationship ikuwe ni strong, ni trust. Ile yenye nikiacha simu hapo, utangoja nitoke kisha ukuje uanze kuchukua simu yangu uanze kuchungulia ni nani naongea na yeye nini. Ile yenye inaweza chukua hata simu yako na nichokore na hakuna yani uone hakuna issue. Unaona? You have nothing to hide. But unaona kama uko na something to hide, hiyo relationship haiwezi work. Unaona, juu hakuna trust. Na ukipata demo wako ana flirt na mtu but anakupenda wewe, hakuna kitu kama hiyo. Huwezi flirt na mtu mwingine na unasema unanipenda. Flirting is part of cheating. Unaona? Yeah, flirt, ni kuflirt hiyo ni kumaanisha. Okay, what is cheating according to your perspective? Is cheating maybe kugongewa ama what is cheating? Cheating si kugongewa peke yake. Hata emotion, hata tu dema kiitishwa, sema uko kwa relationship. Alafu boy mwingine akuja kuombe na umpe, hiyo tayari ni cheating. Sasa wacha nikuulize, unajua kuna mtu akuombe namba directly eti nataka kudate na wewe ndiye anakupea? Maybe ni workmate amekuwa akijua umekuwa ukitafuta job for a very long time. Akakuomba namba. So how, na maybe yeye alikuwa anataka mdate. Anataka mdate lakini ana pretend anakuwa tena kwa namba tijia. Sasa kijaji mtu atije kupeana namba. Actually, ladies, kama una supply numbers, there's no problem. As long as mimi mwenyewe ndo nitadetermine kama nitaongea na wewe. Naweza nikakupea namba na nisikuongeleshe. In fact, hivyo na mademu wengi ufanye. Yeah. So, me cheating ni ile tu ya nini? If kama uko committed kwa relationship, anything you don't know, in fact hizi vitu unafaa tu unajijazia wewe mwenyewe. Ile kitu unajua si partner wako akijua unafanya hivi si nzuri, hata kama hakuoni, unaona? So hiyo itakuwa, na ukifanya vitu zenye unajua mwenzako akijua atasikia vibaya na unajua unafanya hiyo, sasa ni cheating. Si lazima ikuwe ati ni mambo na peke yake. Hata tu so huwezi samia mtu ana flirt in short. Siwezi. Flirt. Unaweza ambia nini mtu mwenye ana date demu wake ana cheat ana nini ana flirt, unaweza kaambia nini huyo mtu hai? Advice yako kwa huyo mtu? Achana naye. Achana naye. Hiyo anakucheza. Okay. Hiyo ni kucheza. So mtu kama umejua una date na mtu, unafaa kuwa respectful. Okay, ufai kufanya vitu zinaenda contrary to what your partner is expect kufanya. Unaona hizi vitu bado ndio zina lead to nini gender based violence. Hii unaona kila siku kwa news. I was to ask you nini, okay, what is your say venye kuna watu huwa wanauana, mwingine ana commit suicide, mwingine anaingia kwa depression. What do you think is the main cause? The main cause mimi naona tu ni mambo na cheating kwa relationships. Ile yenyewe na mostly unaona ina affect ni wasichana ndo wako on the receiving end. Hata tena I think ni jana usiku nilikuwa naangalia kwa IG, napata tena kuna msichana tena mwingine ameuliwa. Sijui na unapata msichana ameuliwa, alafu anapatikana sijui amedungwa visu plus nini na missing fingers. Yeah, nilisoma hiyo story jana usiku. Hizi vitu zinaletwa juu na hizi tu na relationships. Okay.
Naona hizi cases zimekuwa especially sijui ni kuanzia lini zimekuwa ziki-increase, yani hazipunguaji. Unaona na ni una realize ni tu campus ni girls. So unajijazia tu hizi nini, they all have one thing in common. Hizi vitu zinaletwa na gender, hizi vitu zinaletwa na mambo na relationships. Sasa unapata mwanaume anaona alafu naona wanaume wa siku hizi ni wale yani ni weak. Unaona? So juwezi ni weak. Especially unaona mwanaume anagonga msichana ama hata kumuua because of relationship. That is a weak man. Because there's no way unaweza sema unapenda mtu alafu umuue. Si ndio? Kama unapenda mtu na hakupendi, unaachana na yeye. Unaona? Kama atarudi huyu alikuwa wako, kama hatarudi si wako, si ndio? So si life inaendelea. So huwezi sema unaua mtu juu ya relationship ati sasa mimi na wewe tuna date, si ndio? Alafu nipate unanicheza. So nikuue. Alafu nisaidie na nini niende jela ni for the rest of my life. Hiyo ni maisha yangu nishaharibu hiyo. Just because of a relationship ati heartbreak. Unaona? In fact mimi nikisikianga mwanaume anasema ako heartbroken, nasikianga naona kama huyo ni mwanaume ajielewi. Heartbroken. Mwanaume ufai kuwa heartbroken. Heartbreak zinakuwa za wasichana. Mwanaume mzima unazaje sema tu kwa heartbroken? Ni binadamu kama wasichana pia. Afai ku hide. Actually the more ana hide the more ina develop inakuwa kitu kingine serious. But unafaa kuwa mwanaume, unafaa unajua hizi vitu zinafanyikanga. Unaona? Sasa unajua tuna problem yetu tunakonga nayo siku hizi ni mtu anaingia all in kwa relationship. Yaani anaingia na kila kitu. Unaona? Sasa ako fully invested kwa your relationship. Ili invest sana na kama umempenda. Unajua sometimes people lose mind kwa sababu ya kupenda mtu. Yeah, mimi najua. Unajua watu wengine wananiambianga aje. Kuna kama kazini yangu alikuwa ananiambia ati wewe unasema tu hivyo jujai fall in love na sana. Na wanga anasema aje hata kama umefall in love na mtu. Sasa mtu akikuacha unakuwa depressed. Ati juu umeacha so unakuwa depressed. Hii depression kwanza in fact watu wanachezanga nayo na watu wengi venye depression ni kitu kingine very critical. Unaona? So maybe unajua maybe usikie mwanaume mtu anakuwa especially mwanaume akwambia ako depressed because za challenges za life. Kama hakuna kazi like sasa kama saa hizi venye economy ni mbaya. So in short mtu afai kuwa depressed over relationships. Hivyo ndo nasema especially mwanaume. Stress inafaa kumshika ni ya zile vitu za real time ni problems za maisha. Hakuna kazi nini uko na familia unafaa kuprovidea. Unaona? But people should take relationships serious because if you cannot treat relationship kama you are among the priorities then utakuwa unachukulia tu relationship kama kitu kidogo. Umepatana na mtu so that is situationship. 1 year hata 1 year ni mingi, hiyo ni mambo na months pekee yake umeachana na dem kwa sababu hauchukulii serious. So kuchukulia serious ndio yes unafaa unaichukulia serious but ufai kuwa fully invested ndani ya relationship. Unaona? Let me ask you kama maybe you are working unaweza invest kwa dem financially and everything, can you cater for her needs according to venye madem siku hizi wanataka wakue fulfilled? Nafurahia juu umesema wewe mwenyewe ndio umesema madem wanataka siku hizi okay needs zao but kuna wale needs zao wanataka ikue fulfilled na boy. Acha nikwambie mimi yangu the only way naweza fulfill needs za msichana ni kama uko kwa nyumba yangu kama bibi yangu. Unaona? That is the only way naweza jicommit kwa msichana. Otherwise siwezi. Nakwambia na pia yeye basi umchukulie venye wewe uko. Unaona kama kuna vitu zenye umeset boundaries hautaki umfanyie to this extent. Pia yeye akikataa hataki pia kufanya something to that extent, accept it and siwezi expect msichana mwenye si bibi yangu fulfill wife duties kwangu. Unaona? Unajua madima wanakwanga na hii illusion fulani ati sex wange na benefit mwanaume peke yake. Ati they stand nothing to gain kwa sexual intercourse in a relationship. Na ni uongo. In fact kwa sasa hizi like tunaishi sasa hizi madimu wengi ni wanapenda sex hata kuliko hata wana. Ili kitu tumeona huku nje. Si ati
Thank you so much for joining us on Impact Desk Media Conversation. Today's discussion has really reminded us that according to what Wesley has said, make sure that you establish a healthy relationship that grows into a marriage, despite that so many things has changed from previous generation to this Gen Z's world. So guys, make sure how waste anyone's time. No wasting time. If you realize that hii kitu haita work for me, just summon them, mwambie hai work. Yes, you can end the relationship. You can talk. So thank you so much. Make sure you subscribe, you share, and you like